leba gadia mantoro bosaya makariandoria basokaria bahato. Bwana Yesu asifiwe sana, mwana wa Mungu. Naitwa Pastor Dani, mwana wa nabii mkuu wa Kilimanjaro, nabii Fire. Nikiwa katika upako mkubwa siku ya leo ya Jumapili, nataka nikuletee somo dogo sana la muda mchache sana, dakika 5-10 hivi, linalosema usiogope adui yako hata kama amekutisha kwa namna gani. Usimwogope adui yako hata kama anatisha kwa namna gani. Somo letu linatoka katika Wafalme wa Pili mlango wa 7 mstari wa 1 mpaka mstari ule wa 5. Tukisoma hichi kitabu cha Wafalme wa Pili mlango wa 7 mstari wa 1, nabii Elisha akasema, lisikieni neno la Bwana. Kesho panapo saa hii, kipimo kizuri cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli na vipimo viwili kwa shairi langoni pa Samaria. Lakini basi yule akida ambaye mfalme alikuwa akimtegemea mkono wake akamjibu yule mtu wa Mungu akisema, tazama, Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Akamwambia, angalia, wewe utaona kwa macho yako, lakini hutokula. Kuna watu wengi wameshapinzana sana na maisha yako, wamekinzana sana na uchumi wako. Mungu amesema utafanikiwa, lakini watu wako ambao wanazuia. Tena wengine wako tayari kwenda hata kwa waganga kutoa mbuzi, kutoa kafara kwa ajili ya wewe usifanikiwe. Nataka nikwambie jambo moja, wakati wa Mungu ni sahihi. Wakati wa Mungu ni sahihi, na wakati wa Mungu ni sasa. Wako watu 4, kiendelea kusoma hapo chini, waliosababisha unabii ukatokea. Kuna watu Mungu amewaandaa kwenye maisha yako wa kusababisha unabii wako utokee, kusababisha ushindi wako uje. Adui yuko mbele yako kukuzuilia tu, lakini wako ma destiny helper ambao Mungu amewaandaa. Inawezekana sasa ni wewe utakuwa na moyo mkuu kiasi gani wa kuweza kuamini uchumi wako unaenda kupanda, kuamini ndoa yako inaenda kufungwa, kuamini maisha yako sio ya kimaskini, kuamini wewe ni tajiri, kuamini wewe unapata kazi, kuamini wewe utafaulu masomo yako, kuamini kwamba utamuoa huyo binti, kuamini utaolewa. Inawezekana hitaji lako ni kupona maradhi, ni wewe kuamini kwamba mimi nimepona. Mchungaji anaweza kukuombea, akaweka mikono, akakusigina, lakini kama imani yako haijaamini katika kupona, huwezi. Huyo akida hakuamini katika lile jambo ambalo nabii amelisema. Huyo akida hakuamini katika mbingu, hakuamini kwamba Mungu anaweza kufanya chochote. Lakini hawa watu 4 wenye ukoma hawakusikia nabii alichosema, hawakusikia tangazo la nabii, lakini Mungu aliwatumia watu wenye ukoma kutimiza neno la unabii. Kwa hiyo Mungu yuko na watu ambao wameandaa special kutimiza unabii wako. Inawezekana umetabiriwa Kilimanjaro, inawezekana umetabiriwa Morogoro, inawezekana umetabiriwa Mwanza, inawezekana nabii yote amekutabiria. Lakini kama hutoamini ndani yako unabii wangu unaenda kutokea, never hauwezi kufanikiwa. Huwezi kutokea. Utaomba sana, utafunga sana, lakini imani yako ndio itakao kusaidia kutimiliza unabii wako. Na kwa nini nimekuambia usiogope adui yako? Adui huwa anakuvunja moyo. Adui anakusigina ili kuizuia imani yako isipande. Shetani hangaiki na wewe, shetani hangaiki na moyo wako, shetani anahangaika na hiyo imani yako. Unajua kwa nini watu wengi tunafeli? Kwa sababu shetani amefanikiwa kupiga imani zetu. Na kitu chochote, hata Yesu alisema, aliwaambia wanafunzi wake, ikiwa mna imani kama punje ya haradali, unaweza kuamuru mlima ng'oka na ukang'oka. Kwa hiyo imani ni kitu, ukiwa na imani hata kidogo,
unaweza kufanya jambo kubwa sana kwenye maisha yako. Sasa adui na makanisa, Wakristo wengi siku hizi tumepungukiwa na imani katika Mungu. Tunaamini katika vitu, tunaamini katika watu, tunaamini, yaani Wakristo wengi tumeingia kwenye dimbwi la kutomwamini Mungu. Ni kweli imani bila matendo ni sawa na kazi bure. Je, nachukua mafuta ya upako vizuri kabisa, naenda kumwaga kwenye biashara yangu, kama sina imani haya mafuta yana nguvu ya Mungu ya kunisaidia, ni kazi bure. Na ndio maana unakuta watu wengi, manabii wanawaombea, mitume wanawaombea, lakini tatizo linakuwa pale pale. Ni kwa nini? Wanapewa mafuta ya upako, wanakunywa, wengine wanakunywa maji ya upako, lakini unakuta kisukari kiko pale pale, pressure iko pale pale, kansa iko pale pale, biashara haikui, amekuwa na uchumi mbovu. Nini shida? Imani. Leo nataka unyanyue imani yako. Huyo adui yako, yawezekana ni hiyo pressure yako, kisukari, kansa, kazi imekuwa na changamoto kazini, biashara imekuwa na changamoto. Nataka nikwambie, itizame hiyo biashara kwa imani. Mwambie Mungu, hii biashara na imani inaenda kuwa biashara kubwa. Unataka biashara ya jumla, mwambie Mungu, mimi ninaamini, mimi ni mfanya biashara wa jumla, sio reja. Inua imani yako. Na unapokwenda kanisani, kiri hicho. Adui anataka ukiri. Unaona huyu akida amekiri kinyume na nabii. Nabii anamwambia hivi, adui anamkirisha kinyume, kushindana na unabii uliotolewa. Adui anavunja imani yako ili usiendee maono, usifikie maono, usifikie vision zako. Adui anavunja imani yako ili usiweze kufikia maono. Na anajua kabisa, shetani huwa anajua, ukishafika kwenye maono na makusudi ya Mungu kwenye maisha yako aliyokuleta hapa duniani, anajua kabisa utamgaragaza. Hakuna mwanadamu ameumbwa na Mungu kwa kusudi baya hapa duniani. Kila mwanadamu ameumbwa kwa kusudi la Mungu. Na adui hataki ufike kwenye makusudi ya Mungu. Kwa hiyo atatumia kila mbinu kukuvuruga. Nataka nikwambie, watu wenye ukoma waliadhimia moyoni mwao, wakasema tutakaa hapa langoni, tutakufa kwa njaa. Tutaingia Samaria, watu kule wana njaa. Sasa basi, njia ni moja tu, tunamwendea huyu adui yetu. Wao wamekuja kutuzuia tusipate chakula. Wamezuia magari ya chakula yasiingie mjini. Wamezuia kila kitu. Watu wakileta biashara, wao ndo wanazuia, wanazichukua wao. Sasa tuwaendee Washami, wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa. Angalia sasa point yangu ilipo. Mungu anaangalia imani. Imani ya watu wenye ukoma. Walikuwa hawana mikono hao watu, walikuwa hawana miguu hao watu, yaani hivi ni vigutu, walikuwa na vigutu. Hawezi kushika upanga, hawezi kushika nyundo, hawezi kushika chochote. Lakini angalia Mungu alivyowasaidia. Kumbe tunagundua Mungu anaangalia imani kwanza ya mtu ndio atende jambo. Rakapasika. Mungu anaangalia imani yako ndio atende kitu kwako. Angalii biashara, angalii biashara yako ni kubwa kiasi gani, angalii unampenda mke wako kiasi gani, angalii unampenda mchumba wako kiasi gani. Anaangalia imani yako kwake. Unamwaminije Mungu katika hiyo biashara yako? Unamwaminije Mungu katika hiyo ndoa yako? Unamwaminije Mungu katika kazi yako? Unamwaminije Mungu katika hiyo jaribu ulilonalo? Unamwaminije Mungu katika kupona kwako kwenye huo ugonjwa? Mungu akishaona imani yako ndani, ndio anaanza kuleta uponyaji wake. Mungu aliangalia imani ya watu wenye ukoma na azimio lao la kuendea jeshi ya Washami, akasababisha mshindo mkubwa wa farasi na jeshi kubwa linawaendea Washami. Washami waliposikia mshindo huo, karama sikata, wakakimbia. Wakajua Israeli wamekuwa ni majeshi,
wamekuja kutuua. Sasa tukikaa hapa tutaangamia, tukimbie. Laiti wangekuwa wanajua wanachokimbia. Nataka nikwambie, Mungu akupe mshindo kama wale watu wanne wenye ukoma. Mungu akupe mshindo wa kuendea hiyo biashara inayokusumbua. Mungu akupe mshindo wa kupona huo ugonjwa unaokusumbua. Karima katala basia, kwa jina la Yesu. Mungu akupe mshindo wa kushinda kila changamoto yako. Inawezekana ni ugonjwa, inawezekana ni kazi huna kwa muda mrefu. Nataka nikwambie usikate tamaa kwenda kwenye ofisi. Ile ofisi waliokukataa, Mungu akupe nguvu ya kwenda pale tena. Imani yako iinuke tena. Pokea kuinuka tena. Pokea kusimama tena katika jina la Yesu. Haijalishi wamekukataa mara ngapi, haijalishi wamekupinga mara ngapi. Nataka nikwambie nenda tena. Na safari hii ukienda lazima utashinda. Kwenye hiyo interview uliokataliwa mara ya kwanza, mara ya pili na ya tatu, hii ya 4, nenda tena. Mungu ananiambia utashinda. Kwenye huo ugonjwa waliokutangazia kwamba hautapona, Mungu ananiambia inua imani yako, unapona kwa jina la Yesu. Kwenye hiyo ndoa aliyosema hutofunga, Mungu ananiambia inua imani yako, unafunga ndoa kwa jina la Yesu. Haijalishi wameongea namna gani, haijalishi wamesema vipi, lakini ndoa yako itafungwa. Kazi yako unaipata katika jina la Yesu. Biashara yako inayokutesa kwa muda mrefu inaenda kuinuka tena, inaenda kusimama tena. Wengi wameshakudharau, wamekuambia wewe biashara ya unafungua unaacha, unafungua unaacha. Safari hii watakuona ukifanikiwa kwenye hiyo biashara. In mighty name of Jesus, pokea kwa jina la Yesu. Karamashatarabasia. Narudia tena, pokea mshindo wa kuifesi changamoto yako. Haijalishi ni changamoto ya namna gani. Jumapili ya leo hiyo neema uende nayo. Jumapili ya leo hicho kibali uende nacho katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Rakapakada. Ikiwa umenisikiliza na ikiwa umenifuatilia kwenye video hii, kiri maneno haya. Sema, Baba, katika jina la Yesu, ninaipokea imani iliyokuu ndani yangu, ili niweze kuyafesi mambo ambayo yananikabili kwa imani, ili niweze kutimiliza maono yangu kwa imani. Ninaamini Mungu upo ndani yangu, unaishi ndani yangu, na unatenda mambo makubwa sana, na nitakwenda kufanya biashara yangu kwa ukubwa. Ninaenda kupona ugonjwa nilionao, ninaenda kupona kansa nilionao, ninaenda kupona kisukari nilicho nacho katika jina la Yesu. Ninaenda kufaulu masomo yangu, ninaenda kufaulu masomo yangu, ninaenda kufunga ndoa yangu waliosema haipo, ninaenda kuifunga katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninaamini katika wewe Mungu. Ninaamini katika wewe Yesu. Ninaamini. Amen. Say amen. Hallelujah, mwana wa Mungu. Ubarikiwe sana. Wewe unasikiliza, gonga like hapo. Usisahau kusubscribe na kucomment hapo chini, ili tuweze kwenda sambamba. Lete maoni yako, lete comment yako. Hallelujah. Hallelujah. Barikiwa mwana wa Mungu. Amen.